lives. Asante sana. Mungu tunakushukuru. Asante kwa kutupatia wakati mwingine, nafasi nyingine hii tuweze kukutukuza na kulihimidi jina lako. Hakuna Mungu mwingine ambaye tunamwabudu ila ni wewe. Wewe ndio mwenye uwezo na mamlaka. Ninakuja kinyume na maneno yote yanaweza kuwa yameinuliwa kinyume na watoto hawa. Maneno negative ya kuwapiga, ya kuwafurusha ama kuzungumzia mambo mabaya kuhusu maisha yao. Anything that can be used to hinder them or to cause problem to them and challenges to them, whether spoken from the pulpit or from the witchcraft, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Amen. Thank you. May be seated. Tuko na topic ambayo imenirudisha sasa kama niko class ama teacher. Now it's very important for us because challenges ambazo tuna face kila siku on daily basis, it is because of misunderstanding and not understanding the word of God or the plan of God upon our lives. Tunaweza kuwa hata watu wanainukiana, mnafikiria you are right, kumbe you are being used as a demon to fight others. Or maybe you may think that you are wrong, kumbe you are the one that was right. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, I want to urge everybody, a sister and a brother, that Christianity is a battle. It's a warfare. Bwana Yesu asifiwe sana. And when we are here, we are not here because we are all good. We are here because we came to look for God. Tumekuja kumtafuta Mungu ndio maisha yetu ikuwe mzuri. Na kwa hivyo wakati tunatafuta Mungu maisha yetu ikuwe mzuri, tunakuwa na mkwarusano, tunakuwa na nini? Hata ukienda kule hospitali, utaambiwa utoe suruali udugwe ndio upone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kudugwa, unadugwa na kitu ya kwanza inakuwa ni aibu, maana anaye kuduga ni mtoto. Na wewe ni guka. Sasa alafu anakuta katikati yako ya miguu, na wewe ni guka, uko ndio boili iko. Sasa kasichana kamiaka 25, 30 ndio kana kuambia guka inua mguu juu. Alafu of course lazima ndio aone vizuri, atashika vitu zingine hapo. Hata wewe ukisikiliza, ukiangalia kama guka unasikia si mzuri. Lakini inabidi ukae utengenezwe, maana ungekuwa na option ungetengenezwa nyumbani na mke wako. Lakini kwa sababu umekuja utengenezwe, ukikuja hapa kubali kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore in church, the devil is more active in church than out there. Maana kama kwa bar, will the devil be active there? Si already ameshika watu amewaweka ndani. So where do you want to expect the devil? Kwa church ama kwa bar? In the church. That is where the devil is more active. Because he's coming for those who have run away from him. Hallelujah. Therefore, vumilianeni, tuvumiliane, tusikilizane, lakini tusikue watu wa kupigana sana. Wacha tusaidiane. The Bible tells us tuweze kuvumiliana na kusaidiana na kuencourage one another in the name of Christ. Ndivyo Paulo anatuambia ya kwamba tusipigane. Aliambia katika Efeso ya kwamba mkwaruzano lazima itakuwa. Paulo ndiye alisema mkwaruzano itafanya nini? Itakuwa. Na ikikuwa akapatiana there is this, mtakuwa mkifanya hivi. Na msipofuata hiyo procedure ya tunafundishwa na Paulo, sioni maana yako ya kukuja kanisa. Maana kama utakuaruswa uanze kupigana na watu wale wengine kwa sababu umekuaruswa, na labda huyo mtu hakuwa na ubaya, inaonyeshana picha mbaya, kwa sababu there are internal mechanisms ambazo zinakuwa za kutatua mashida. Therefore,
We are looking at the demons. The reason I'm explaining this, because I want to explain to you some demons that hinder your destiny. Because these small things that mnaona zinafanyika, toa hii kitu. Wewe. Ndio noke ina muno goko. Eria. Kiogone gasho kirewe. Steke hali hapo. Nago kako hata ukoroshine. Naigwa. Nago karoshine ukahata ugashoka mushi. Ugasharagia mahida mago kogathabia kanitha weika. Nego werutira wira-ini wa Ngai. We ndungata njega no ni uhengagwo na ihenya. Karari kachini. Demons that hinder your destiny. What are the demons? What are these things that can hinder your destiny, that can challenge your destiny? And why would they be there to challenge your destiny? Are you programmed? Are our destinies programmed? Do the heavens understand your destiny? Do the earth understand your destiny? Do the people around you understand your destiny? A destiny is a future of a person. It is an intended purpose that God created for you. God has a purpose for you. An intention, a deliberate intention that is in you. That this is what you will become. When Moses was being birthed, God had a purpose, and that is why the king was able to detect and know that a king is coming, a liberator is coming, a person that will come and destroy our kingdom is coming. So therefore he ordered for the killing of all young boys. The same as what happened to Jesus, then the king also ordered for the killing of every young man. And therefore this tells us that even when you are born, there is an intended purpose of God in you, and the other side of the world, they know that somebody is coming. Only that they don't exactly know who is this person. Because if they knew who is this person, then they could not have ordered for all boys to be killed. They could have ordered for one boy. They could have sent for Nedeni nyumba ya Maria, muende kuna kijana mezaliwa, muchije. Lakini walisema vijana wote wachijwe, because they know a person is coming. They are able to discern, but they are not able to know exactly who it is. People know you, but the spiritual realm, they know you. They understand what you are and who you are. All what they don't know is what capacity are you. They don't know your name until you mention, until you say it. Until they say you are a prophet, a prophetess of God. That is the time they will be able to know, oh, kumbe, huyu ni nabii. That's that they will start attacking you from that angle. Before that, they have a general attack. They attack anybody around you. Kila mtu wako karibu anagogwa. Kila mtu kama ni vijana wanajua ni kijana between 2 years and 1 day. Hao wote hapo katikati kuna kiongozi wanaua hawa watu wote. Hapo katikati. You find so many people will die because of one person. And this is what is happening to us in our lives. That we can even kill because kitu kalifanyika. Kumbe ni shetani alikuwa anataka kuprovoke. Alikuwa anataka kuhakisha kamoto. Ndio kukuwe na confusion. Ndio kukuwe na vita. Ndio kukuwe na kutoelewana. Ndio hapo kukikuwa hivyo. Ile neno ilikuwa iletwe, ikose kuletwa. Ile maneno ambayo tulikuwa tufanye, ikose kufanya. Ile biashara tulikuwa tufanye, ikose kufanyika. Ile dua ilikuwa ifanyike, ikose kufanyika. Ile harusi ilikuwa ifanyike, ikose kufanyika. Why? Because there is something that God is about to ignite. Ukiona kuna inuka vita ndani ya kanisa, kuna kitu mpya Mungu anataka kufanya. Shetani wanajua kuna kitu kinataka kufanyika ndani ya hiyo kanisa. Kwa hivyo shetani na hajui, they don't know what it is, but they know there is something that is about to happen. Kwenye kazini wanajua there is somebody who is about to be promoted. Kule nyumbani they know there is somebody who is going to be elevated, and therefore they will not attack one person. They attack everybody because they actually don't know who it is. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore what will happen inside, mtaanza kuinukiana, mnakuwa na confusion, mnalimana, mnapigana, mnaobeana vibaya, mnafanya maneno, mnaibiana mpaka unakuta mwanamke akiosha vyombo kwa sababu mzee amekuja. Arumeni nyamu na likarwebo atuka todo wake todo wa murume.
but hajielewi. This confusion will come and cause stagnation. This confusion will come and cause you to just be destroyed completely. You will not be able to stand again. And even an institution like this one will go down because in fighting zinakuwa generated. Kama hutakuwa muangalifu, ukue mtulifu, ukue mpole, you allow the Holy Spirit to control the situation, you will end up fighting others. You will end up praying against others. You will end up doing things about others. You will end up cursing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaga wachungaji kama sisi, ile kitu tunarushiogwa sana ni marakara, kukasirika. Ndio nikiwa hapa nikasirike ni walaani, because kuna baraka iko karibu kufika. Kuna baraka imeteremshwa na mimi tu kama mchungaji wa hapa ndio yako na uwezo wa kusimamisha hiyo baraka. Na nitasema sana gani? I'll start cursing you. I'll start making noises. Nitaanza kucomplain. Ndio nakuta huyu anakurushia ka complain, huyu anakurushia ka complain, huyu anakurushia ka complain, huyu anakurushia ndio ukue confused. Waachilie maneno si mzuri. And that is will stop, will hinder success. I want to declare and decree tonight and today, whoever ama whatever has been said against you, I have cancelled it in the mighty name of Jesus Christ. Anything that was said from the pulpit, from the witchcraft, from wherever, jambo lolote limefanyika juu yako, limenenwa juu yako, limesemwa juu yako, nimelikansel. God is a God of victory. Mungu wetu ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa kuombea watu vizuri, ni Mungu wa kutakia watu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. We are not going to allow any confusion at any single time. Bwana Yesu asifiwe sana. Demons that hinder destiny, they often create negative energies. Every demon ambazo zinakujaga kuharibu destiny zetu, they create negative energies. That unakuta badala ukue unatakia watu mzuri, you start fighting people, you start fighting institutions, you start fighting anything that is around you, trying to bring it down. Why? The devil has whispered to you ati hawa watu walikuwa nataka kukupiga, hawa watu walikuwa nataka kuzungumza, wanazungumza maneno yako baya. You are not supposed now to get aggravated. Ati wake moto, unasaka kurudi chini uwasaidie. Maana wale watu walikuwa nafanya vibaya hawakuwa wanajua, because you cannot stand here kufanya mabaya. You cannot come to church kufanya mabaya. Hata kama wewe ni mbaya, kanisa ni institution ya kufanya vizuri. Na ukiona wanafanya mabaya, usifanye mabaya, fanya mazuri ndio warekebishe. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't kill a person because he has killed. You rectify that person. You need to save a life. You need to save a situation. You need to save a moment, because God is a God who gave his own son to come and be crucified so that we can receive the eternal life. Ndio tuweze kupokea ushindi, ndio tuweze kupokea baraka. That is the reason Jesus was crucified. Jesus came here to forgive us, to take away our sins so that we can be forgiven. You cannot condemn somebody because huyo mtu amemkuta akifanya jambo baya pale. No, we are called to come and help those who are sinning so that they can know the light, they can know the right way, they can understand the plans of God, they can live according to how God wants us to live, so that they can see hiyo lightness umeona na wao waone. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usichukue chokoma uanze kupiga watu kichwa, uanze kugoga huyo unagoga huyo, utakuwa unafanya kazi ya shetani ile walikuwa wanafanya. You become you become a partaker. They operate through mental and physical attacks. These spirits that hinders you, they operate through what? Physical and mental. They will attack you mentally. They will atakuja wakati unaonaga, wakati sigine mimi na wakaga moto hapa, unajua already a demon is operating in me. Bwana Yesu, ukiona sasa nimekasirika, nimevuka hapa na ujue si Mungu, si Holy Spirit, it is a demon. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata pastor ama apostle anaigiagwa na nini? Na demon. Na zinajua kumuigia rahisi sana. Maana sitafanya roda huyu hapa aongee maneno kidogo tu kunihusu, aongee na huyu kumbe ni tape recorder, na yeye ananirushia na ananiambia sikiliza tu. Wewe sikiliza. Mimi usinitaje, na mimi sina ubaya. Mimi tu nikufikia nimesikia vibaya. Nani go roda okaka kwa ofisi mugaikara mukanywa shai. Nani go roda ekorwe roda kai nida maka kuona maundu maria nida igwa nikinya tegwa kurira kumbe
nikashoshera tu anarusha na huyu ananirushia nikisikiliza na ile tone ameleta na hiyo kelelo ako nayo hapa. Nikikuja nitakuja nikiwa moto, nitakuwa nikiberiti, nikiimagine ni Roda ule na trust, Roda ule na biaka kibia mahali uniletea kitu, Roda ule na biaka nini, Roda ule nafanyaga nini, Roda ule nafanyaga nini, mama ambaye na mturazi, mama hata Maria anakujaga kwa sababu yake hapa. Nitawaka moto, na nikiwaka moto ule nani amefaulu? Ni yule mama. Amefaulu nini? Kuvuja relationship yangu na huyu, na kwa sababu huyu alikuwa amebeba, kuna kipengele kidogo cha maisha yangu alikuwa amenibebea, na hako kakipengele ndio kalikuwa kanatakikana kangolewe. Maana kila mtu hapa mko hapa niko na kipengele kimoja katika maisha yako ambacho kinahitajika ndio kikamilishe destiny, na nyinyi mko hapa mko na kipengele kimoja ambacho kinahitajika ndio destiny yako ikamilike. So what they will work on, they know the next person to connect this person to the destiny ni Roda. Sasa they will work on who ila in yote it is necessary to connect my destiny, but who is next? Ni Roda. They can't jump here. Hawawezi kuja kwa huyu, hawawezi kuja kwa huyu. Watadili na nani? Na huyu. Wakingoa huyu, wanakuja kwa huyu. Wakingoa huyu, wanakuja kwa huyu. Wakingoa huyu, wanakuja kwa huyu. That is the systematic way how they operate. So they will not rush. They don't rush. They come systematically. They plan. They organize because they are spirits. They organize and they know when to strike and when not to strike. They know when to act and when not to act. They know when to say and when not to say. They know who to attack and who not to attack. At what time and under what circumstances. So these circumstances does not generate the forces that will kill, to hinder you from any successful story of your life. So therefore it is very important. Leo nataka niwafundishe ndio tuanze kuelewa na tuanze kujua, could it be hii ndio imefanya nimekosa kuendelea? Could it be ndio imesababisha huduma yangu haijasimama? Could it be ndio imesababisha ndoa yangu ikaaguka? Could it be ndio imesababisha hata kabiashara nikiweka kadogo hivi hakafaulu? There must be a reason. You zoom in and out. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore tutataka kwenda kuangalia tuone what are these destiny that causes these things that causes confusion, discouragement, isolation, fear and low esteem. We are going to look at one after the other one, the common demonic spiritual hindrances. The common spiritual demonic spiritual hindrances which are common. The common in our lives. And for us maybe unaonanga ni kitu ya kawaida, lakini it is not kitu ya kawaida. It is something that was planted. Ndio imevuja biashara yako, ndio imevuja hawezi kuioperate na already umechukua loan na wale watu already wamechukua deposit yako. Now you start struggling to retrieve the deposit and also you start now struggling to pay the loan. Unakuta sasa umeigizwa kwenye discouragement mpaka unashindwa kaudhia gatia. Kuna hedaka namna gani? Ni kwa nini imefanyika at this time? Hii nyumba haikuwa na kesi last month, haikuwa na kesi 2 months ago, haikuwa na kesi 6 months ago. Wakati tu nimelipa deposit ndio unasikia karatasi unakuta kwa mlango pale lawyer ameandika summon watu waende kotini. Wakati ushalipa deposit na wakati ushachukua loan. Na huwezi kurudisha loan, maana ulikuwa unachukua loan ndio ufanye nini? Ufanye biashara.
biashara. Immediately unakuta pande hii deposit yako imeenda na ulitoa hiyo, kwa hiyo loan ulichukua ndio ulitoa deposit ukaweka wapi? So you start paying a loan without having a place that to help you to pay the loan. Sasa kutoka hapo, na hiyo karoni ulikuwa umechukua na nini? Na shamba ya nyumbani, kale kaploti ka nyumbani ndio ulikuwa umehangi kwa koti, kwa nini? Kwa bagi. Sasa unaanza kuzikia hata kwenu kutauzwa, kazi haukufanya, hakuna kitu ulifanya. Unachagaa, unakuwa confused. Na ukikuwa confused sasa you start firefighting. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nawaambiaga hapa kanisani, watu wengi kanisani kama hizi za kiroho, tunakuwa na watu wanaitwa firefighter. Ukikuta mtu baka kikiwa hapa kanisani, kuna venye anatembea maana amejazwa na roho na amekozewa na mtu, venye anatembeaga unaona ni kama kapropela kanatembea kwa sababu ya makasiriko. Na kumbe ni umewekwa. Ulikuwa umekuja hapa uombe upate breakthrough, lakini umewekwa kitu imekuharibia breakthrough yote. Ukaanza kuomba maombi mengine, ukaanza kusikia hasira, ukaenda ukafanya vitu zingine, ukakasirika kule, mwingine akakasirika akaenda. Unakuta maombi mlikuwa muanze kufanya pamoja, ilikuwa vita. Sasa utakuta hawa watu watafanya maombi ambao si moja, meaning you will not be heard in heaven. We come to church to pray together. We come to church so that we can have a common prayer to fight a common enemy. But the moment you find kuna huyu anakasirika kwa sababu ya huyu, na huyu anakasirika kwa sababu huyu anafanya kitu kinakasirisha huyu, it is an attack. Na kama wewe uko na akili, you don't need to enter into the attack. You need to solve the attack, to kill the attack instead of fighting those people. Wasema watu ninawakemea, ninawavunja, ninawaharibu, na ule anaanza na mimi nakemea, ninaharibu, sasa mnakuta instead of doing the common purpose that brought you here, mna enter up in the fight. Hiyo maombi yenu yote imekuwa cancelled, na any motive mlikuwa nayo imeharibika. So mtawaste time yenu, hakuna kuomba, mtalala hapa mkikuliwa na ubu bure, damu mtaenda pint moja isha kunywa na ubu for nothing and you got nothing. Bwana Yesu asifiwe. Atafadhali mgekaa nini? Nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. There must be one person who is supposed to be sober. Kama mimi nafanya vibaya, Lord unafaa uamuke ukuje unikute kwa ofisi na be apostle. With all due respect, we respect you. We value you. Na wewe ni mtu wa Mungu. Na tunakutabua. Umeona hiyo lugha? Lugha mzuri. Lakini sikuja apostle. Hapana, hatutakubaliana na hiyo maneno. Hiyo maneno nasema nitakufukuza. Sasa tumekuwa demoni wangapi? You must be a good better demon than me. Lazima ukue mtu mzuri. Lazima ukiona makosa inafanyika, nyenyekea, rudi chini, kubaliana na wao, alafu wavurute ndio waone Mungu aliye ndani yako. Lakini sio kuona Mungu yule ati wewe unaona makosa kule, makosa peke yako. Hapana, kila mtu anakuwa na makosa. Hata Yesu alikuwa na makosa. Niwaambie mahali Yesu alifanya makosa? Mama mnasemaga Yesu hakufanya makosa? Sasa nikuulize, ile mti alienda Karaani, mti ilikuwa imemkosea na nini? Alikuwa na njaa. Kwa hivyo njaa yake ndio ilipelekea alaani mti mpaka saa hii. Hiyo ni makosa man right? Basi hata yeye alifanya makosa. Wakati unajua alikuja akakuwa mtu. He came in according in form of a human being. So he came and did all what men did. Sikiliza, wakati aliyekuta wale wa baba walikuwa na accuse mama, ati mama amefanya usherati, aliwaambia namna gani? Mwenye hajafanya hivi afanya nini? Akwe wa kwanza. Yeye alirusha. Kwa nini? Si angekuwa wa kwanza kurusha? He was not a judge. Alisema yeye mwenye kama haujawahi kufanya makosa, if you have never sinned, be the first to rusha. Even him akarudi kwa mtu. Akakuja, this is the reason I'm on earth. I have to be like these people for us I can be able to redeem these people. Bwana Yesu. Kwa hivyo alibeba makosa. Ni kwa nini alisulubishwa? Kama hakuwa na makosa, kwa nini alisulubishwa? Alisulubishwa maana alibeba. Alikuja akapata makosa ya nani? Ya Roda, akapesa makosa ya fulani, akabeba makosa ya Waruige, akabeba yote, all the sins. Akajiwekelea wapi? Hapa, akaenda kwa baba. Alipofika kwa baba aliangalia kwingine. Akaangalia kwingine, hakutaka kumuona, maana God does not look at a person who is sinful. Wewe ambao umekosana na Mungu hakuangalia na macho, anaangalia kwingine. So Jesus sinned for carrying our sins. So he had to become a sinner to redeem us.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwangalia akaona kike nakio ni kike nanuka. Maana we stink, when you sin you stink, unanuka. Yesu kwenda mbele ya Mungu alikuwa ananuka. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Hiyo dhambi kama jaji angekuja, mapolisi angekuja, wangeshika nani? Si wangeshika Yesu? Maana alishikwa na akawekwa kwa msalaba until he shed his blood, ika-atone for the sin. Ndio Mungu akamgeukia. Kumbuka mpaka alijaribu kupaswedi Mungu, Gai wako labda basam, Mungu wangu umeniwacha kwa nini? Kama alikuwa na Mungu that moment, agenena hayo maneno. So Jesus at some point was left by God. Bwana Yesu asifiwe sana. So that he can redeem. Lazima angefanyika, lazima angetenda dhambi ndio atuokoe. Na ndio kutoka hapo alikufa. Akaenda baka lazima angekufa kama venye mnakufaga. Halo, tusemeka watu wanakufa kwa sababu ni dhambi. Si ni dhambi? Kwa sababu tuko hapa chini ya dunia, Bwana alikufa. Alikuwa lazima angekufa, aende huko achukue kifunguo ya mauti na kifunguo ya kuzimu, aende nayo aweke roko. So all of us we sin, including our boss, he sinned so that we can be redeemed. Nobody is clean here. Nobody is so important than anybody here. Nobody is special. Sisi wote tunatafuta Mungu. Sisi wote tunatafuta finding a chance that can locate you, upatane na Mungu, the favors za Mungu. But you nobody. Usisimame hapa kutuambia uko ni clean. Mimi kwanza mimi na waokosa hapa, mimi na wahubiria hapa. I'm the dirtiest of the dirtiest people. Mimi kako saa hii Yesu akashuka pale, naweza kuenda kibia nimwambie please aposhoke gorohanini. Aposhoke. Rudi tu kidogo. Maneno yangu si mzuri. Halo. Wewe unataka kuniambia Yesu akikuja hapa pale utafurahia? No, okay. Atatonoigwa Yesu nioka. None of you will be happy. Because you know what you did in the night. You know how you've been backbiting people. You know how you've been stabbing people. You know how you've been misbehaving. Ile juko peke yake ile maneno. Hakuna Mkristo dunia hii akisikia Yesu atateremuka. Hakuna Mkristo atakubali. Atitutumie ile public inaitwa nini? Public participation. Atituulize Yesu akuja lini? None of you will sema akuje. None of you. Hakuna. Maana nyinyi wote uchafu ni machura zimejaa kwa nyoyo zenu. So ukikanyenyekea kwa Mungu, tafuta Mungu. Look for God. We are all sinners. Look at your neighbor, mwambie wewe ni mchafu. Mwambie wewe ni mchafu. Na unanuka, you are stinking. That is how we are looked at from heaven. We are all stinking. We are all wachafu. We need God. And that is why every single moment we are looking for God. Every single moment we are told to pray without ceasing. Tuendelee kuomba. Maana kila kitu hata kufikiria. Angalia ukiona mama hivi kama saa hii nimesini. Mimi nimesemaga siwezi saki mambo ya wanawake, lakini nimekuja nikidrive gari hapa pale Bombulas. Mama mzuri mrembo amepita hapo. Huko ni kwa red mzuri, amejitengeneza vizuri. Imebidi nimemwangalia hivi. Venye ameenda baka hiyo watchman wa cooperative bag akaniambia wewe apostle endesha gari. Sasa si nimeenda kusimu, sasa Yesu akuje, nitaenda mbinguni? Siwezi. Tumeambia hata kuangalia because niliangalia nikatamania. Sasa mimi na msherati mwenye yako Karumaido, we are one and the same. Tukiito wale wanaenda parapada ikilia parapada, mimi yangu italia nikienda padigine, kwa sababu nimekuja sasa ndio nataka hapa tukianza kuomba kutubu mtaniona kwa magoti nikisema nini, nikiamua Mungu ni macho na ni wewe ndio ulinipatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Be happy woman. Don't look at others people. Angalia ile kigogo kikubwa iko kwa mgogo kwa macho yako. Angalia yako. Wacha kuangalia dhambi za wengine, angalia yako. Jiulize, do I qualify? Do I qualify to become? Do I qualify? Am I deserved? Am I a candidate of heaven? Hebu uliza mwenzako tu, muangalie tu. Umuulize na macho ya huruma tu na mdomo ya huruma, muulize, are you qualified? Are you a candidate? Are you a heavenly candidate? Mwambie shame on you, you are not. None of you hapa parapade kilia pale utaenda mbinguni. Wacha hivyo mnajifanyaga maraisias mpaka kutembea mnatembeaga kiraisias. Ndio watu wanatembeaga kama Wakristo. Unajua Wakristo kuna style wanatembeaga ya Ukristo wa righteous. There is none. Kama kungekuwa Yesu hangekufa. Bwana Yesu asifiwe sana.
We are all sinners. So, we have the spirit of discouragement. Na hiyo spirit of discouragement, it causes us to be discouraged. Unakuja kanisa kama hii, unakuta judgment. Watu huko wanajua kujaji watu. Watu huko ndio wameokoka. Na kumbe huko ndani ni mahirisi tupu. You are discouraged. It causes a lack of motivation and paralyzes our thoughts. The reason for the discouragement is to paralyze our thoughts and cause motivation inaaguka. Unakuta watu wanakuja kanisa tu, lakini kama walikuwa nategemea fulani, ndio walikuwa naona ndio kama yeye ndio mtu wategemeo, alafu wanarudi kusikia maneno yake. Unaona kila mtu anaanza kuwa discouraged. Bwana Yesu asifiwe sana. Spirit number 2, the spirit of Jezebel. Hiyo tulizungumzia juzi na tumeona uzito wa spirit of Jezebel. The spirit of Jezebel inazungumza kuhusu the controlling spirit, because you want you only to be heard. You want you only to be existing. You want you only to be the one. Umeingia hapa, you want to manipulate, you want to control, you want to, yani kila kitu, akili yako yote. Ukiona hawa watu unaona venye utawa control. Ukiona hawa watu wote na kuwa control, you don't control them positively. You control them negatively, because you want to kuwa subject, waonekana ni watu wabaya, watu wachafu, hawa Mungu hawapendi, Mungu hataki kuwa karibu na wao, ni watu wako wachafu. Sasa unakuta you want to manipulate them for them to see it is like you have a direct connection in ya biguni. Sasa atakurushia maneno mazito ndio aweze kucontrol. For you to be controlled, you have to be subdued. Sema, I refuse to be subdued. Sema, I refuse to be subdued. Sitakaliwa. Mwambie mwenzako, hautanikalia. Yes, hatutakaliana hapa. Kwa hivyo they want to control you, they want to manipulate you, they want to cause rebellion. Na watu wenye wana spirit ya Jezebel, they have a rebellion spirit. A rebellion spirit is when you start rising against other people. It is when you are start now condemning everybody and seeing others like you wamekukosea, hawana maana, wamefanya maneno mabaya, wamefanya hivi. Yani wewe ndio msafi tu. Yani wewe ndio msafi. Enda kwa kioo ujiangalie. Uone uko na mapua na uko na macho kama ya huyo unasema mubaya. Kwa hivyo hata wewe kama uko na mapua na masikio na mdomo na masikio na kila kitu, you are a sinner. Hebu angalia mwenzako uone kama ako na masikio. Hebu angalia kama ako na mapua. Kama ako na mapua na ako na macho. Macho ni kuona, inaonaga dhambi kila siku. Mapua ndio hiyo inanuaga. Mdomo ndio hiyo inaogeaga. Masikio inasikiaga. So kwapi? And you are living in this world. We are living in a world that is full of sin. A world that is full of embarrassment. A world that is full of backstabbing. A world that is full of confusion. A world that is full of downgrading. Hii ndio dunia tunaishi. Na sasa ukianza kureact na hiyo dunia, unakuwa kama hiyo dunia. So you better understand. You better behave. Nuona unuaja kumuonia. Nikio ramuonia. Kotageje ralini. Ushiru tuwetaka moshene. Mission ni to tura concentrate. Ura concentrate vitina. Concentrate with me. Akodena kemira hatigana kyo. Nimemenya adire mutumia. Hello. The spirit of Leviathan, but the spirit 3 is a spirit of Leviathan. It is a spirit of pride. Hallelujah. Ndio nakutaka kuna watu kanisa kama hii, they are untouchables. Hello. Kama Roda hapa is untouchable. Yes, untouchables. Watu wako na power, watu wako na say. Akitaka kuona apostle atapata laini mzima hapa mlaini, anakuja tu anapita pole na haikuagi na haraka. Watu wako na hiyo haikuagi na haraka, na kiodo yake anapita tu, anatembea ni kama ni popo akienda kutoa misa, anatembea pole. Anauliza, apostle akua? Akua. Na anakuja anafungua mlango, anachugulia hivi, alafu anarudisha kichwa. Ndio umwambie oka. Na ameruka laini ya watu 100. Amekuja tu amebip, anataka tukubip ndio ajue the boss is around. Sasa harakisha na hawa watu unafanya ama huyo mtu mko na yeye ndio niingie.
of course kwa sababu ya pride. Na mimi nakuaga na pride, nina neglect wale wengine, naita mwenzangu mwenye ako na pride kama mimi, tunaenda kukaa na tukiingia kwa ile badala ya tumalize haraka haraka, tunaanza story. Tunaingia Kirinyaga, tunapata Karatina, tunaenda mpaka Daragwa, tunapata hivyo Nyahururu, tunakuja na Girigiri, tunateremka hivi na mpaka Naivasha pole pole tu tunakuja. Baada tupite hii ya Nakuru ya iko na haraka, tunapita ya Mai Mahiu kwa sababu ndio iko na mlima, tuende pole pole na tunakuja na Kirori pole pole. Sasa hiyo kuna watu 100 wanaogoja. Kwa sababu mama alikuja namna gani? Na kapita na kaikia. That is what we call the spirit of pride. It is very dangerous. Unakuta watu ambao wanafanya kazi hapa, they are untouchables. Huwezi kuwagusa. Wakisema wamesema, wakienda wameenda. Kuna wengine nao unakuta akikuja hapa anataka kila mtu ajue yuko hapa. That is the spirit of pride. Na kila mtu akikuja hapa anakuja yani vitebeo na mambo yake na vihanjamu vyake na mavituko zake, anataka kukaa in a manner that everybody will see them. They exist. Hiyo ndio inaitwa spirit of what? If you have ever marketed yourself, unakuja unajianika vizuri ndio watu wajue. Mpaka simu ikilio nasema hello. Yes. I miss you. Oh, okay. Na ni kwa soko. Na ni mahali kuko na watu wengi. Na ni watu ama uko kwa ofisi ya mtu. Unajua kuna wengine wanaingia kwa ofisi ya mtu na anakuja hata hajari. Simu ikilia anachukua. Hello. Ate. Gwagete mai. Bako na shaka bako na muuliza. Sio tungetoka hapo kidogo. Modo rajira nyambe nyume jahanini. Hiyo ndio tunaitaga nini? Pride. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to handle people. You need to be humble. For you to succeed, be humble. Go down. It doesn't matter who is on top of you. Unaweza kuja unaongozwa na kijana kama miaka 10 ndio kanaongoza. Na wewe uko na experience, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu umejua kuongea na Mungu, mnaongeaga na Mungu mpaka uko na direct line ya State House ya biguni. Hiyo state line yako weka kado. When it comes now to serve humanity, relax. Tembea pole pole tu. Maana could be it's a test. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda ulikuwa naomba hapa kama vile rafiki yangu Dorcas hapa Kiopa, akina Elizabeth wanapiga makelele pale, anampigia makelele pale, anajam, anaruka, anasema you stop making noise. Dorcas, wacha nikwambie, vitu vidogo vitakuangusha, utaanguka. Maana kwa maybe ulikuwa naomba, ulikuwa umeconnect na biguni, sasa hiyo Elizabeth ametumika pale kuongea, unakasirika. Ukikasirika shetani alikuwa anataka tu ukasirike. Toroka huyu ataendelea vizuri na maisha yake vizuri, wewe umeanguka mtihani. So cool down. Mami, cool down. Wachana na watu. Hoyaga iwaku. Kama ukisikia wanapiga makelele pale, hii nyumba ni kubwa. Piga kona ile yako. Weka kakate ni pale, adegea ndani ya kate ni pale. Pigia maombi yako hapo. Ukisikia imekataa huko sana, ingia pale nje, pigia maombi yako. Ukisikia imekataa sana, ingia hapa, pigia maombi yako. Pole pole, mosi. Sasa angalia. Wamekukasirisha. Si ulikasirika kutoka asubuhi? Yes, you wrote me. Siniko nayo hapa message. You wrote me a long message. When you umesikia vibaya. These people must behave. Paka nikaipost nikasema these people must behave. Haya. Yes. Sasa Dorcas ameomba hapa 45 minutes. Maombi ya makasiriko. Hiyo hakuna mahali imeenda. Hiyo imepotea maana ni makasiriko. We need to pray with a heart that is full of gratitude. We pray for them. We become a blessing to people. You anoint, unaachilia baraka. Sasa nimesikia wale wamekuja kuharibu kwe, wanafanya maneno. Mpaka nikabia huyo jamaa ende upugusa hiyo. Fuika hiyo kitu. Hiyo si maombi. Ni vita. So you don't do that. You are being provoked. God is promoting you and you are being provoked. Uanguke mtihani. If I can't tell you this from here, sikupendi. I have to tell you from here. Kwa sababu umenenea hapa. Na ndio umeona nimekuja kitu ya kwanza ni kukanza hiyo maombi yako yote. Kwa sababu ulikuwa unaroga hawa watu. Haukuwa na baraka kwa hawa. Because ya nini? Ya bitterness. Na umekuwa nayo. Hakika. Imekuwa. Alafu imechanganyikana na Umeru. Sasa can imagine. You don't do that. You don't. Let that be blessing. Bless your sister. Kitu kidogo
kidogo nataka kwa huyu kama ningeulizwa huyu ningeua, ningemaliza this. Huyu anakuwa mrafiki yangu number 1 and my enemy number 1. Huyu tunapetana, sasa tunacheka. Ngoja kidogo kutatokea kikitu. Wewe utasikia tu maripoti. Utashangaa huyu ni yule tulikuwa naye, lakini akikuja nampokeaga tu, namwambia no ashoka kioya murigo hana twatigeire. Ndetoke there because she is my sister in the kingdom. I have no right to condemn her. I have no right to bring her down, but I have a right kumukanya nimwambie stop this and stop this. Ndio tuedanishane hapa kwa hii kanisa, kwa sababu hii kanisa iko na manifesto yake, iko na programu yake, na wewe ndio ulikuta kaa kwa sheria za wapi. Lakini kataregenyoka, hakuna mtu hawezi kuregenyoka. Tunaregenyokaka, tukiregenyoka tunaregenyorwa. Haleluya. Mwambie mwenzako taregenyorwa hapa. Hii si kanisa zile mnaedaga hapa, unaabiriwa hapo because I don't want you to go na hatred pale. Ukimaliza mshikane na hawa watu wote. Huyo Elizabeth ulikuwa unamuombea vibaya, akwambia mwingine na Anne, mshikane, msameheane, mgokee, msameheane, mshikane hivi. Na usirudi kuombea maombi kama hiyo nimesikia hapa. It is not good. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sitakubali kwa madhabahu yako anybody. So number 2, after the spirit of pride, we have the spirit of power. That is it is the Leviathan spirit. Inakuwa na pride, inakuwa na power, inakuwa inashika watu na power. Mtu akipata tu kama madaraka kadogo sana kama Ani wakupagusa hapa, hakuna mtu anaweza kuguza Ani because she is. Wanaletanaga juu hapa kwa sababu ya kifuguo. Kuna mtu anataka kufanya kazi mpaka saa 3 na Ani anataka kwenda nyumbani. Ungekutana hapa alafu unakutana ni watu wawili kutoka Nyeri. Wanyofoaji. Wanalipuana mpaka wananipigia simu. Mimi siachi mtu hapa. Na mimi nasema mimi nataka kufanya kazi hapa. Mimi siachi mtu hapa. Mimi nataka kufanya kazi hapa. Kazi mpaka unashangaa unashindwa. Inabidi na drive na kuja hapa kutatua. Na mwambia wewe mpatie tu kifunguo, atakuja na wewe ukuje mapema. Maana na wewe unasema wewe nikikuachia kifunguo nakujaga saa 4. Unakuta yule akuraiti na huyu akuraiti. Lakini kile kinawachokora ni nini? Ni power. Hiyo ndio inawachokora. Na hiyo ndio chokora. Unaona kama Kenya hii tumewaka moto. Unasikia Wamonyoro ndio huyo na power. Ndio huyo wa Ruto ndio huyo na power. Juzi niliona Wamonyoro hapa kwa Wamodede. Akisema wewe Kasongo, usilete nini? Usilete watu wa mkono. Wewe ndio wakio yangu. Kuja hapa tupambane. Watu wa mkono walimwagusa ama kumwagusa? Walimweka chini. Power. Power, arrogance na power. Kitu kidogo kitakuweka chini. Alianguka, saizi anaongea. Alijua hata wao ni wakilo. Maana walimtegea. Wakikuyu wanasema kajaba nero dakoneke. Unaweza kukanyaga ile matawi ya nani? Ya madisi. Wewe kinyogo utaidiroke ugogo hapa kichwa pasuke na ukufe. It is a small thing. Bwana Yesu asifiwe. So when you find the spirit of Leviathan, it is in you. It brings power. Inajaa kwa kichwa yako. Hata kuna wakati mwingine nikijaa kwa social media, watu wanazungumzia mimi, ukinikuta kule town kuna venye natembeaga. Naenda Serena mpaka nasimama mahali kila mtu ataniona. Kwa sababu the spirit ya hiyo ujika ya power imeniingia mpaka nataka kila mtu alicognize ni yule. Kwa siku ile natabiriki kitu inafanyika. Sasa hata si driving gari. Kwa sasa ile na ile alianguka. Na mimi ndio kwa latest kutabiri breaking news. Hakuna hoteli kubwa sitakuingia. Vita tu. Na nasomwa shingo inakuwa mrefu kidogo. Ndio watu waone nabii mkubwa ameingia. Yule anatabiriki watu wanaenda. And this causes the stagnation in everything that you do. It is the repercussion to what? To the death of what you are carrying. Inakuleta kiburi. Sasa Mungu aliponiangalia hivyo, akaangalia kiburi yangu, anaona anapugusa makali. Kupugusa makali sasa unakuta utafanya. Na ndio unaona watu wengi wamekuwa stagnated because Mungu alikupatia 1 million shillings ukaanza kujolea watu kwa barabara. Kuna siku nilipatiwa shilingi, sikuwa na pesa mingi, nilipata shilingi 1300. Huko Mukuru kwa Ruben tuliiba mahali kwa kabuni ya Muidi, tukaiba tukakuta kwa safe kuna pesa, tuligawanya kila mtu shilingi 300 1300. And it was my first time to touch pesa kama hiyo. Mukuru. Nilikwenda kwa kilabu kingine hapo. Unajua kilabu za Mukuru ni za mapati.
ni fake. Lakini huko sasa ndio kuna ile 5 star ya huko. Sasa unakuta unakaa kwa kiti kingine hapo ni ambao imekaa hivi, umetaburiki kogoro, kuna kasichana kana kukata vidole vizuri, kingine ndio hako, na kuna mwingine anakupepeta ndio baridi ikie, kuna mwingine kwa kichwa anakupaka mafuta, na mafuta ni ile ya kukamua ng'ombe. Sasa hiyo nalipa mtu shilingi 2,000 kwa sababu ya kupaka mafuta ya kukamua ng'ombe. Sasa unachaka si afadhali yakununua mafuta ya Elianto akufanya masaji mzuri, mafuta ya ng'ombe ndio ndio kenuka ng'ombe ukimweka na wewe unaenda maizi zingine zinakufuata, maana zinafikiria unakamuliwa, zinaenda zikivuta wale wanajipaka mafuta ya ng'ombe. Si unaona kama zingine za Masai zeka kana unakaoka kana hama hapa, ukikaoka kana hama hapa. Pride na power na arrogance ndizo zinakutua. It is a spirit. It is not that ordinary. And this causes you to stagnate. Causes you not to go where you are going. Causes you not to ascend to power. Causes you to fail an exam. Maana Mungu labda alitaka tukujua, nataka kukupatia watu 100 ukuwe ukiwaongoza. Anataka kujua temperamento yako iko namna gani. Just temperamento. Nyuko jula kila shana shako kana nyuko situgata. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unawaka kama Dorcas. Mungu anasema, wewe anaita malaika, tadhikireria imodo cio na mahoya mali ahoya. One koto nini rashiana. Unasikia anawekwa pending miaka ingine ngapi? 2 na isifanyike kwako. Mungu akuinue na kufungulie huduma na ukweli. Then this spirit causes rebellion. People wanakuwa rebellious. Rebellious sio ile tu ya kukataa, ile ya kusema sifanyi ama siedi. Rebellion ni ile kucultivate, you cultivate an agenda that is against others. It is a good agenda. Wewe tunataka kwenda Mukuru kuhubiri, Mukuru kwa Ruben kuhubiri, lakini sasa unaanza kupropose to the town. That is a spirit of rebellion, because you are trying to say no to the initial plan of God, to the initial plan that God had initiated. Sasa you start going against. Ni kama bibi kwa nyumba. Bibi wewe unataka mnunue plot, naye bibi anataka mnunue nini? Nyumba. That's a spirit of rebellion. Both of them are good. Pesa ya kununua nyumba iko na pesa ya kununua plot iko. Lakini bibi anataka a ready house, anataka kwenda Kilimani, na wewe unataka kwenda kule itakuwa Tala na Shokana huko ndio huko, kwa sababu unataka kununua kashamba kubwa. Lakini bibi anataka nini? Apartment ya room, 2 bedroom apartment, lakini iko ndani ya town. Na iko na anakuambia iko na value. Na of course iko na value, maana iko ndani ya town. Lakini wewe unataka kwenda huko ndio muweke kuku, muweke avulini. The idea is good. Both of you have good idea. But now who mooted the first idea? It is Zaba. Sasa unakuta bibi anataka mwende huko na wewe unataka mwende huko. In the process unaanza kuvurutana, maana bibi anataka hivi, maana anataka maisha ya town, na wewe unataka kuwa farmer, because you have been called a farmer and your wife is be called a town person. The spirit of rebellion ikiingia katikati, sasa unaanza kuona sasa, kwa sababu ya makasiriko. Bwana kama mimi ni mtu wa makasiriko. Sasa ukianza challenge na mimi najua ni wewe nanunulia nyumba, kwa maana ni nani mwingine ananunulia nyumba? Ni ugede yako ile nyumba. Yaani wewe na kioko kiega. Ndio sana toka hapo inatupiga. Naenda tupika tu glasi tukapi? Tukwili takwira. Kadaya kako hapa unaekelea hakachwa. Naekelea chwa. Kamoja kanatoka kama 600, usiniulize nilijulia wapi. Nilikuwa kamulevi. Una meza kama 6. Kamoja katoti kametoshana hivi. Kadogo hivi kama kale tunakuliaga hii hapa kanisani. Kamoja kanakuwa shilingi 600. Na ndio kakushike vizuri, ndio uende ukaface bibi yako, lazima ukule kama 10 ama 15 hivi. Ulisa sense anaelewa. Unakuta shilingi 6,000 umeziweka kwa sababu ya nini? Ya hasira. Sasa unaanza kubadilisha. Alafu hapo ukipatwa na hasira, kuna kisichana kinakuwa kwa baki nzuri, kimeudika vizuri, kimetengeneza mdomo yake imekuwa mzuri, kinakuita babe, ni aje babe. Kinakwambia babe, wewe kunisaidia na 20,000 na mama yangu akinimgonja. Sasa wewe ndivyo hapa nakusaidia na utasimama na wewe, alafu wewe hata kunisaidia yako. Sasa unaona acha nimsaidie, unategetora hiyo 20. Ukitoka kidogo na kukutana na kingine unategetora. By the end of 2 weeks ile plani yote ulikuwa nayo imeporomoka. And this is because of what? The spirit of rebellion. And also you find many businesses will not grow because of the spirit of rebellion. Tuangalie spirit ingine inaitangwa the spirit of confusion.
Kama hiyo sasa imeingia dada yangu Dorcas. Dada yangu kataana na hiyo spirit kabisa ya confusion. God is promoting you. Kata kabisa rega pio. You are in the moment of being elevated. Usikubali. Roda atakuja atakuchokora. Huyu atakuja atakuchokora. Huyu atakuja utachokora. Unaona kutoka sasa? Niangalie. Kutoka sasa mpaka mwezi wa 3 utachokora mpaka utakuwa kilia kiasi. Bethel Clouds TV. Ikiwa tutiki tugini ukikajua. Ukitiki unakajua. Tutiki. Omba Mungu ukuwe na tutiki. Penda watu. Uwapende sana sasa. Be very cautious. Because when you are about to be blessed, they will cause every confusion in your life. So that you are not able to understand. What they normally do, they attack your mind. Hallelujah. That is what they do. They attack your mind. So that they hinder clarity of where you are going. When you are angry, when you are confused, wakati unapiga makelele hapa na pale, this is the confusion iko ndani yako. Na hiyo ndani yako confusion ikiingia, clarity of your vision inapotea. And the moment you lose the clarity of your confusion, of your mind, then you become confused. You don't know where you're going. You don't know where you're coming from. You don't know what you're supposed to do. You don't know what you're supposed to do. Unakuta kaproti ulikuwa umepanga, ati next year nitaanza kujenga. Ikifika next year, clarity ikipotea, huwezi kujenga proti. Na tule tu pesa ulikuwa umesave tu wote, tunaenda. Tukienda, unaisha. By the time you come to realize kabroti hautajenga na hauna pesa, ni wakati unaenda kwa account unakuta 10,000 ndio zimebaki. Hizi zingine zikienda haujuagi zikienda. Zinaendaka vizuri, zinaendaka zikiswim kama vile unaonanga kitu kinaswim kwa maji kienda. By the time you realize you are no longer operating, you are finished. Bwana Yesu asifiwe sana. So be aware of the spirit of confusion. And therefore we get into another spirit ambazo zina cause the hindrances, is the spirit of poverty. Poverty is the most dangerous thing. Poverty is the most dangerous thing that you can ever experience in your life. Because poverty will cause you to become a man that you are not. Poverty will cause you to become a person that you are not. Poverty will cause you to give yourself a name. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ule mtu aliiba ile wimbo ule Mkikuyu na alikuwa maskini sana. Mpaka nikamhurumia. Modeni magai atora yonegai. Unajua mzee alifilisika mpaka anaobaka chakula. Maana he prophesied to his life. He is a poor of God. Modeni magai. There are songs that you don't need to sing because they are being sung by anybody. Don't sing because you become like one. Kama ile unasema siri ya machozi ya ni wewe wajua. Na hivyo neguo rahura nduri na machozi neguo cia muthuri rahura we na muthuri ni agotigire kabesha ka budget ni agotigire 10,000 urakeroda siri ya ma atene koinora ina hiyo machozi itakuja ndio Mungu akupatie siri kutafanyika kitu because you have commanded it. It is like when we say we call the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses. What did Moses do for his God to be known? Did you know? What did Moses do for his God to be known? He went through hell. He went through difficulties. He went through alifichwa kwa mto, ndio mtu akatajiri akakuja akamchukua. Alifichwa akakaa kwa wenyewe, akalelewa kwa wenyewe, mpaka akaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka akaua mtu, akatoroka akaenda akachukuliwa kwa Jethro. Kutoka kwa Jethro akaenda kuchunga ng'ombe. Are you ready kufanya hiyo? When you are calling for God of Joshua, God of Joshua ni wa vita. Do you have vita kwako? Ndio uite ategaiwa Joshua ka. Aroka gweka tena gutire na bara. Mwathani agocwo. Don't call these gods by the name of what happened. We are calling God of Joshua when you are at war. Wakati wamekuinukia ndio unaita God wa Joshua. Yule Mungu alimsaidia Joshua akashinda vita. That is the time. That's duri na haro ginya murume gwa gwetaga bebu na ndari agweta bebu murume gwa kaka ginya gaukira na chocolate kwa nyumba na unaanza kuita Mungu ya Joshua. Hiyo nyumba itakuwa na vita. Mtalimana ndio Mungu wa Joshua apate kazi. So you better God ukiita Mungu unamuita kulingana na sababu. Tiweka ikihotu wa Joshua nenda kwetu haruruke leo haruruka na kwa kwena thayo ginya muraho ya munyitanite na muthuri o. The next 1 week
ile kelelebe itakuwa kwa hiyo nyumba haujawahi kuiona. Ndio Mungu wa Joshua akuje, na kwa sababu wewe ndio mumuita akuje, atakuja na atatoka mzee wako. Maana Mungu wa Joshua alishinda, alipigana vita, alinyoga ma president, aliua kingdoms, destroy kingdom. That God of Joshua will come and be seen through you. Mzee ndio president, ndio atanyogwa. Ndio nakuta nauliza ni tuhahoya tutuleta tuhoyaga na mudhuri hapa. Tumeomba, tunakuwa tukiomba. Every morning we pray. Raji time ananipigia simu akiniambia, have you prayed? Jioni alikuwa tunaomba. Tulikuwa tunavuka siku 2 kwa wiki. Tulikuwa mpaka tunaenda kesha. Siku hizi hata mzee atakaki kuniona. Nani aliitisha vita? You invited the war. Kama ni Mungu wa nani wa Elijah, angalia matukio yaliyotukia katika maisha ya Elijah, utayapitia because you have invited that God. Because that God of Elijah alijulikana kwa matukio. Sasa are you ready? Matukio hayo yafanyike kwako. Siri ya machozi. Ni machozi gani? Hauna machozi. Otigiro kinyawamu munyoroshi ne wanyitogwe hapo shoke uga siri ya machozi. Machozi itakuja. Baka utauliza kuambia Mungu, ni wewe tu unajua ni nini nateseka. Ni nini nilifanya? Maana ukijaribu kutafuta ulifanya nini? Maana Mungu ataifanye kuwe siri. Sasa utakuwa ukilia ndani ya siri ya kitu uelewi. And this is the reason you are crying. Mnalia kwa sababu uliita siri ya machozi nani? Any song that is being sung, huyo mtu hebu enda umuulize ulikuwa umepitia nini ndio uambie Mungu hivi. Enda umuulize, wacha kuanza kuiba song hapa. Iba song mzuri. Waihuagatia akogosha kumada. Meligo no ginya wigendo. Wako ndio wega murigo. Utaweka hiyo mzigo chini. Na ni mzigo gani na hauna? Ni mzee, labda ni mzee. Utaweka chini ndio ibe wagatia akogasha kumadaiga murigo. Na murigo ni nani? Ni mzee. That is why you are single. Maana uliweka murigo wapi? Chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimba nyimbo za kumwabudu Mungu. Haleluya. Imba nyimbo nzuri za kwa ibada. Ndio naona napenda sana ibada. Napenda nyimbo za kuabudu sana kuliko hizi za kelele. Sasa kama ile mimi naibaga kama ile tunaibaga na sasa hapa, tulikuwa baya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Hiyo inakubalika mama, lakini wewe wacha kuimba. Bwana haukuwa mbaya, mimi ndio nilikuwa mbaya. Nilikuwa mbaya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Una mimi niko na testimony. It is a testimonial song. Sing it because it is a testimonial song. Bwana Yesu asifiwe sana. But if it does not haikuingi na haikufit in your life, leave it. Any song that does not fit whatever you're going through, leave it, because you are prophesying to yourself. You are inviting that thing to come. You are inviting that spirit to come to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Disconnect yourself from anything that can cause you to suffer, yet you are not suffering. Don't open a door that is not open. Don't open a door that is not there, that is not existing. Sing a song that is worshiping. Just do the worship. Ndio naona Daudi, psalms zote za Daudi, he is worshiping God. He is not even praising. He is worshiping. Every time he is worshiping. And that is why God came and say, this is a man after my heart, because he knows how to go to God. Hii ya kuimba tulikuwa baya kuliko wewe, hiyo sio ya Mungu. Hiyo si ya kumsifu Mungu. Hapana. Hiyo ni testimony. Turare boru, mimi nilikuwa mugeke, nilikuwa mbaya kuliko wewe. Okoka. Sasa na wewe haukuwa mbaya. Haujakuwa mbaya kama Roda. Roda, unajua Roda ni wale wanaishi mbinguni wanateremka hapa. Sasa aanze kumwambia, aanze kuiba hiyo wimbo, alikuwa mbaya kuliko. Sasa si lazima ubaya itakosa kukuingia. That is how we invite demons in our life. That is how these demons will come and invade in our families, because we have given them legal ground. When you open your mouth towards that, you give a legal ground. So when you give a legal access, ziki access that family, then from there you are destroyed, you are dismantled. Unaanza kupigana vita haujui Roda. Nikiona kalemo korogoyo wakanyuge, legiwe mwega, legiwe muthaka, legiwe kawe gulumi, turenda kwaria na mundu, turenda ginya kugeithia apostle toni akurakarĩtie. Legiwe kakanĩkio kageithia apostle ginya turagie maru kwigwa ndoni yo giturie maru hau kageithia apostle kirigwai. Ona Roda uria turari nake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you need to be able to underline yourself and align yourself with what you want God to do in your life.
how you align yourself spiritually, that's what will happen to you. Ukianza kulia shida, the shida will come. Ukianza kuina modheni wangai yale yagione gai na lazima utafanyika modheni, ndio that God ya modheni aonekane ndani yako. God is not poor. God does not have poor people. Who told you? Kuna kijana kingine kiliiba wimbo ingine hapa juzi. Kina kate ate mudhido gekate. Ina naiba kate. Ate degatikira ciana ciakwa alikuwa anaibaje? Unaikumbuka? Ndaigire tikari yake. Agikurehe gukuthi na kunengere ciana ri ndamenyaga na moko. Ndio Mungu akulete hapa dunia. Akulete hapa. Ati onadaga kumatigira kindu ningamatige ureka gati athino. Bure kabisa, kasia ya mtu. Jika kabisa hiyo. Ati anadaga kumatigira kindu ri nitawaacha mkono wewe ukiletwa hapa. Ulikuwa unaletwa kufanya nini? Acha kutumia akili pungufu hiyo. Hiyo ni ujinga. Huyo mtu nikipatana naye chapa alikuja siku aliniambia ninataka kuja kuiba kanisa ati nimpatie platform, nikamwambia kwenda kabisa. Just imagine a man like the one singing such a song. Ati onaigiaga kumatigira kindu na niwe ginya gutaha ni gwitikiritio. Yes. Gutaha weta kwa tena githungu. Plunder. Yes. Ni kwaje ni thondeketwo ndi mutahi. Mimi si ati nitaona kitu pale nikiwache, as long as nikiona kitu na inaweza kuchulika ninaenda kuchukua nalete hapa. Hautanitisha ati utaenda nipeleka polisi ya nani? I didn't do it for my personal gain, I did it for the gain of God. Iliona guko gihana thia gutunyana na guko todo getunyo tari. Hallelujah. Do getunyo tari ke. And that is my role. And that is what Moses was. That is what Joshua was. That was everything. And God will tell you, mukienda mubebe vitu zao. Daudi akauliza Mungu, nikifuata wale watu, niende, nitarudisha nao. Akaambia, go and you will come. Not zako tu, plus. Alichota za nani? Huyo Mungu mbona akukasirika? Aligekora karaniki atenia kuwa idosiene. He will send you. There are people that has a mandate hiyo ya kwenda kuchukua vitu za watu na analeta kwa nyumba ya Mungu. Na mimi ni mmoja wao. Hata leo nikisikia Ruto itapatikana kesho, utanisikia kwa Ruto ndani nikimwambia ni wewe ni mthamaki wa thamaki yote. Nitachukua na nikuja hapa nitagase. Nimechukua ya Ruto. Na Ruto sikusupport. Maana nimefanya nikisikia ya Munyoro ndiye anatoa, utanisikia kwa Munyoro nikiambia Munyoro wewe ndio kiongozi. Hakuna mwingine. Akitoa nalete hapa, naita maskini wote, naita viwete wote, naita wale wote hawana kitu, naita kujeni mkule. Maana kama si mimi hawangekula, because God will use me in that direction. Kwa hivyo dago tunyari tego the folidi magakulia, kwani hujui hiyo jamaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kiswali moja tu atakuuliza, hujui Waruike? Ukienda kwake ulikuwa nataka nini? Hujasoma, hujui huyo mtu. Kwanza ukute mama polisi, mama mwenyewe alidhiretaniwa atakaambiwa atafanywa hii kitu. Atakwambia wewe, hata wewe mama, una kichwa mzuri ukienda kwa huyo mtu. So sasa nimekunyang'anya 1000 yako 500. Sio pesa imeenda. Utaenda kwingine? Kwa sababu ni Mungu amenitetea. Nitakutetea kwa midomo ya watu wabaya. Lakini don't try this at home. Don't try this at home. Kuna watu wako na protection ya biguni. Kama mimi niko na protection ya biguni. Uliza mama mwingine anakuaga kwa hii kanisa. Tulimulalisha hapa kwa bagi. Alikuwa manager huko. Tulilalisha ya chini. Tukachukua 40 million. Na nimeba kanisa sasa nakuja kana mhubiria. Na saa hiyo alinikasi yake yote. Alinikasi yake yote. Komba saitani akirohiata we Mungu, see them. You say things of the righteous will not be eaten by the utaomba maombi yako yote na ukoti Bible yako yote, atakutana na wewe nikikuhubiria. Because there are people
appointed them for that purposes because of his kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. And there are people that if you dare touch, dare, saa hii uguze, utalala polisi. Utalala polisi. But don't do this. Hiyo ni samani, nilikuwa nafanya hivyo samani. Sasa sifanyagi hivyo. Sasa nahubiriki. Yeah, I'm a good boy. Lakini sasa mtu anazikiaga aje kama amelalishwa chini. Najua naweza taka. Nilimwambia lala chini, akaanza kuniangalia kwa sababu tulikuwa rafiki kama jana. Sasa akaanza kuniangalia, lala chini mama. Ama unafikiria ni toy? Najua nikamgusisha hapa, ndio asikie si toy. Akaniambia ni baridi. Unasikia nikabaridi? Nikabaridi. Najua watu wengine wanasema ni toy unasikia tua. Wengine acha ni toy. Nakuta mtu amejipaka milala mzuri, walikuwa wamewachana naona wamerudi pamoja na wanalala bila breathing for 30 seconds. Hakuna kubreathe hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kweli ni Mungu. Kuna kamuhidi kingine hapa Road barabara inaitwa Enterprise Road. Hapa kuna muhidi alikuwa anajisema ni mang'aa, alikuwa mang'aa mbaya. Alikuwa anasema mwizi akikuja huko atamumaliza. Sasa tulienda, mimi ndio nilikuwa nasema wacha tuende atumalize. Tulikuwa tunafungulia mabati huko juu. Ukifungua mabati huko, unajua mabati ya huko idasia yanafungwa na boroti. Tukifungua huko tunateremka na kaba kama makomando. Kumbe kamuhidi kalikuwa kamirara huko ndani na buduki. Sasa good thing, you know, when God is in your life, there are things that God will do to you. You are doing uko bahari pabaya, lakini at least Mungu will protect you because anajua huyu jamaa atakuja kuhubiri. Maana mimi ndio niliradi kama komando. Sasa badala nipige risasi, niliradi bahari, tulifungua mabati. Tuliradi vizuri, mali niliradi kwa kichwa yake shaka. Nikamshika hivi. Mwindi alijikojolea. Kasema pana huwa mimi, pesa iko pale, pana huwa mimi nilikuna ngoja wewe kuje patia wewe pesa. Pana hangaika, pesa ndio iko. Lakini haikuwa ati nimepaka nitaharandi hivyo. Nilikuwa na randi tu ndio tuende tuchukue vitu. Kumbe kalikuwa kwa mali niliradi. Niliradi kikomando nikakashika hivi. Maana mimi nilistuka nikajua nimemaliza. Alafu immediately mwingine akarandisha. Kamuhidi kalilala furati kama kamejikojolea. Nikauliza pesa iko wapi? Katuambia ndio ile sefu mzima. Tukapandisha sefu tukaenda. Ilikuwa na milioni 18. Wa! Sisi tulikula vizuri. Mwidi alimaliza, alita polisi walikuja. Akaniambia mimi pana nataka maneno hiyo. Sitaki. Hiyo mtu, hiyo watu nakuja naanguka kama watu wameanguka. Ndio si waizi ya kawaida, ni watu ya polisi ama jeshi. Wanaziwe sana. Tulikuwa tunazungumzia the spirit of poverty. We are going to write a book. I'm going to write a book. I know this book will help many people to understand their destiny, because that was part of my destiny. You may think uko unapiga umalaya kule uko Koinange Street, Mungu anakuchukia. Maybe that is a channel that God is using to define your destiny. Anything that you are going through, the challenges you are going through. Unaishi Mukuru, mimi nilikuwa naishi hapa Mukuru kwa Ruben. Nilikuwa nimefugwa na mama mzee kuliko mama yangu. Mama yangu siku moja alikuja kunichukua huko. Nikauliza mama yangu, nikima mimura ya mutumia wako. Najua mama yangu niliona ni kama mti imekatwa. Kama mti imekatwa akaanguka tonyo, akaanguka chini. Aigwe ile Kenyatta. Kenyatta. Mama, maana huyo mama ni kama mama yake.
Mama alikuwa na meliko zingine mpaka yani unashindwa. Wakati nilitoroka, maana nilitoroka huko na kaaga mpaka siku hizi, maana nakumbuka hiyo picha. Kuroko na migodha uko na taliru wa jogu, naona ndovu venye nakuaga, lakini nilikuwa namshika hivi na muita darling, na nisikushike usifanye nilikushika. Nikimshika huko unasikia ni kama gunia makogo, nene gunia makogo ili ya kubeba kahawa hiyo, unakuta hivi unasikia kama nitaliko niyo rahu jo kana musha kwa mumu ndio ndio muita bebu niko na muita bebu. Niulize sasa, nilikuwa nafanyaga nini huko? Alafu alikuwa mchawi mbaya, alikuwa ananichapa na ninyanya mzee. Walikuwa wanasema wakiabiliwa direction ya mahali fulani, kuna kuesha ushauri awige taka mwana. Bana ziwe sana. The spirit of poverty. The spirit of poverty will cause greed, a mindset, ya scarcity, that you don't see like you can be able to make it. When I was walking, wakati mama yangu alikuja, akaniuliza, alikuwa amekuja kunichukua na maombi. Ndio naambianga nyinyi wa Kristo wajika sana. Alikuwa amekuja na maombi yote, ile maombi ya Mkristo yote. Katika jina, alikuwa anakuja na wanabii wawili. Katika jina la Yesu Kristo, tunampokonya, tunamutoa. Mama alichomoka na kipaka akafanya cha. Sasa mimi badala niruke kwa mama yangu, niliruka kwa Bee. Nikarudi pande ya Amani, maana niliona hapa mimi na mama yangu tutalikatwa kichwa. So nilirudi pande ya mama ya Bee. Nikauliza mama yangu, nikemura ya mtumia wako. The next minute mama yangu kujisikia alikuwa Kenyatta. Alifaint. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama baada ya hapo alikuwa anaingia kwa nyumba alikuwa amenikoroga. That's the mindset that you are being put because of the poverty that is in you, because of the kind of a situation. Because wakati alinichukua nilikuwa kachokora, akaniosha, akaninunulia nguo mpya Savuko. Nguo yangu ya kwanza kununua mpya ilikuwa suti ya Savuko. Wangapi wamevaa Savuko? Wangapi wamewahi kuvaa Savuko? Na tulinunua kwa duka ingine za Mfagano Street, hapo ndio alinileta akanunulia Savuko. Wakati huo ndio ninunuliwa nguo. Nilikuwa na hizi makopat za bachokora. So unajua compact ya shokora hiyo nilikuwa nayo. Akaniosha nikangara, akaninunia katisa. Sasa maajabu ndio hii. Wakati nilienda kubadilisha nguo kule, nilikuwa na underwear. Lakini hiyo underwear, unajua ile underwear ilikuwa na melaini hapa ya white hapa ya blue. Alafu hapa katikati juu ya kuivaa sana ilikuwa imelaruka, ilikuwa imekaa kama skirt. Sasa wakati niliuliza muhindi hapa kanisa, kwani umevaa skirt? Sasa na imagine nilikuanza kufanya kama Adam kuvuni. Maana nimewachwa bure. That's the mindset that they set you in poverty. You become so vulnerable. You become so hopeless and useless. Huyo mama alikuwa anaosha suruali yake, alikuwa ananiambia ananitolea suruali yake. Sasa si amekuja tunyumba twa mkuru ni tusigo to mabati. Alafu alikuwa mentuwili kamoja hapa na kingine hapa ametoboa murago. Sasa yeye kwa sababu nilikuwa sexual pet ya kufanya, just my work was to do sex kwa sababu nilikuwa masculine, kijamaa kizuri, kitall dark and sasa nimezeeka. There is a time I was tall dark and handsome. Wakati nilioshwa tu hivi nikatengenezwa vizuri, nilichomoka kile chocolate kitu mzuri. Mama akajua ni dedhabelia. Sasa alikuwa ni kutunza hiyo kitu umejiosha. Hello. Sasa jamaa kumbe ni witchcraft alikuwa anatumia. Mimi nilikuwa nafikiria mimi sijui ni nini alikuwa amenifanya. Maana alikuwa analeta mwanamume mwingine mwenye amekuja na pesa, anaingia kwa bed. Na wanamalizana na anakuja. Na mimi naambiwa enda utandika hiyo kitanda. Ninaenda ninatandika. Na ninasikia vizuri. Sasa wakati mwingine akijibagusa na hiyo suruali ananiambia enda uoshe. Naenda naosha hiyo suruali, ananiwekea hiyo maji kwa kikombe na kunywa. That's my life. That's the mentality, the poverty, the spirit of poverty. That is how we degrade you. That is how it will destroy you. That's why ukinataka nikihubiri na hubirige with the passion, because I know where I've come from. I know where the kind of the ninataka napenda maskini because I know what they are going through. Ninapendanga watu wa Mukuru kwa Ruben, wa kwa Jega, wa Dadora, wa kila mahali, because I know what they are going through. They are going through mambo mazito na magumu sana.
unaoshiwa hivi na unaosha, unawekewa kwa kikombe, unapiwa kunywa na unakunywa na unapenda. Kwa sababu sasa hiyo unashika huyu shosho, aginya iromo ni nyomo cia na tarero fao, unamumunya bako unasikia amekukamata, alafu magone magwekirwo ni maria makoina ino, meno ya kuweka haina control, inaweza kukatalia kwa kenili yako, ukatalia hapo. Alafu usiku, unajua sasa usiku, wakati imefika usiku, unajua hararagi, watu wa kuwekwa meno, hararagi na meno, anatoaka naweka kwa girasi kama ya mama mwingine naona hapa, anatoaka anafanya nini, anaweka kwa girasi. Sasa waache sasa usiku, wakati sasa anangorota, uamuke umwangalie, unajua manyo kama meno hii kitu naagukaka na huko ndani na hii na hii unaangalia hivi, unaangalia na kwingine, kwa sababu hutaki amuke akute kama unamwangalia. Bwana asifiwe sana. This spirit, it hinders your financial breakthrough and the material blessings. They will cause you to suffer, to stagnate. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, nimekataa kuwa maskini. Yeah, tuende kwa spirit nyingine. Wacha tumalizie kwa hii ya mwisho, the spirit of religion. The spirit of what? Religion. Hallelujah. The spirit of religion. The spirit of religion, it causes rigidness. Unaona kama sasa hiyo vita unilikuta hapa ikiwa ya nani? Ya Dorcas na hawa wengine. Hiyo ndio inaitwa the spirit of religion. Because you are over religious, you guys, you are over religious, you are over protective. Wewe uko na padi yako, kaba yako, unavuta padi yako, na yeye anavuta kwa padi yake. Yeye anaona mnafanya makosa, na yeye mnaona mnafanya kosa. That is spirit of religion. It causes you to be rigid. You don't think outside the box, because you want to be over righteous, over cleanness. Yani wewe ni mtu mtakatifu, msafi, wengine wote ni wachafu, wengine wote hawafai. Yani can't walk. Kama sasa mimi niliokoka nikiwa jabasi, nikiokoka jabasi moja igie pale, unakuta na muondokea, sitaki hata kumuona kanisani, ataharibu jina ya kanisa. Lakini there is a person who tolerated me, who tolerated my behavior and character, na akanivumilia na akatembea na mimi. Lakini sasa mimi kwa sababu nimeokoka, mimi ni nabii, nafanyaga mineno na warebo wametoka kutoka UK, wengine wametoka America, wengine ni middle class people ndio wako hapa. Sasa sitaki kuonekana na nini na msichana mwenye anapatikana kwa Koinage. That's the spirit of rigidness. You don't understand why you got saved. You don't understand why you became whatever you are. You don't even understand why you became a pastor. When you become a pastor, you become yani kitu cha kukachanya kwa kila mtu, because you are the hope to many generation. You are there to model, you are there to raise people ambao wameenda chini. That is why God took me. Kwa hiyo wote nimepita kwa uchokora, kwa nini yote, ndio mimi akiniletea hawa watu, nitaona these are human being. They deserve just one person to help them, just one word to change their life, just one word to make them become better. Because no human is limited, no human that is low, no human that is not there. Oh my God. Hawa wanaonaga machokora. Mimi nilikuwa pale Mkuru Dadora dubbing site. Maana ni mimi nilipeleka hiyo dubbing site, nilikuwa chokora hapo. Ugenikuta hapo nikiwa na glue hapa na kikonia chagu hapa. Hiyo gunia iko na buduki kama 12 ziko hapo maekei. Wenyewe wanakuja kuchukua. Sasa hiyo lazima niwachue pesa. Gunia nakuta gunia hiyo upande hii mwingine ni pesa. Sasa hiyo mimi nanuka. Havu mwadhu kamuno kuja watu unataka kunikuja kunishabulia. Nikiona siwezi kutoa buduki ama nitoe kisu, ni mafi iko hapo already, nikuchota tu mafi na mkono. Ulikuwa unataka nini? Unakuta sasa mtu wa Nairobi na unataka usafi, utakubali kukusana na mimi? Unatoroka. Na hiyo sasa mimi nashika kwa sababu ni silaha, nakaa hivi. Nakusa unataka nini? Unataka nini? Unatoroka, unaenda. And the space is created. Kuna siku nilijiokoa hapa OTC na mafi. Nilijia tu kwa choo nikachota mafi. Nilidisperse kila mtu. Nilidisperse kila mtu. And this is what God trained me. That was my college.
That was my systems ambazo alinifundisha nazo ndio nikuje kuwa hope to you, nikuje kuwa hope to many others. There are many people, millions of people that will come, and therefore for you to be qualified to become a pastor in this church, you must go through the systems zangu. I will teach you. You hautaenda kubeba mafi, lakini you must be down to earth. That you must be number 3, number 20. Others are number 1. You must let them do as you come to support them. That in this church, there is no boss. The bosses are the people that came for you. Wale wamekuja kutafuta usaidizi, that those are the bosses. Sisi wote, we are servants of God. We are here to serve mankind. We are here to serve humanity. Kama unajifanyaka wewe ni boss, unakaa kama tu pastor tugine na kuja katanzanga ate kainia hado mimi kaniliano na mfanyaka testi moja na mwambia najifanyaka naenda na unaona napiga, ukiona nimepiga round hapa, nimekuja hapa nafanya hivi, najifanya kuna kitu natafuta, sikutafuta, ni pastor Shodera avagira kiudu ya komu humiliate. Mchorea ninaenda kwa choo, nachugulia choo naona imemwagika maji. Mudoka toka na kijambo kio yako hata. Naingia kwa choo nayo, anakuja na mwambia tahurare. Wapi wale vijana wa kupagusa? Namwambia pana, niweda hewe rosho. Keniare nakule. Alafu nakuta najua hizi watu hapa wapendi kupimisa vizuri because wajazoea. Unajua watu wengi hapa ni watu wa Mukuru Dadora, ni wale wa Shimo, wale wa kukaa hivi kupimisa huko. Hapa wakikaa naonaga ni kama itamumwagikia ama maji itamurukilia, so anakaaga kama diagonal. Sasa anakelea huko. Sasa unapia pastor na kasuti kake kazuri ni na kiatu kamiangalia juu na mwambia ndio flash hata hizo choo. Kimukuta na kuna mwingine nilichomoka hivi na yakachomoka hivyo akaenda. Alienda kusema huyo pastor he doesn't have value for men of God. Nikamwambia that is the value I have for men of God. Yes, if you are not a servant in this church, arrogance, here I don't entertain it. I will hit you with your arrogance. I will make sure nitakuirritate. Bako usikie kupasuka. Na bafu naitaka mahali, unajua nimeweka CCTV. Naitaka kuna kuweka na magnify mahali huko. Naona ma reaction, venye mood, venye unafanya mdomo, venye unafanya macho. Kinikuta huko na cheka. Utashangaa ni nini nimekunywa, si bagi, nikufurahia. Nimeachieve kitu moja. To bring you down to where you are supposed to be. If you will not go down here, kwa hii hapa ukosa kwenda huko chini, ole wangu utalia. Hapa nitakutesa deliberately. Nitakutesa deliberately. Nitajua hauna fare, nikwambie nikute na hapa juu. Pale Serena. Ukuje na makumaga yako, ni useme ingia hapo na uitishe chai. Alafu nazima simu. Yes, until you know a human person, a human being is a person from God. It's an image of God. Until you come down to know ati hakuna mtu ambaye hakuumbwa kama wewe. Until you come to know a chokora is a human like you. Until you come to know that prostitute wa Koinage ni mtu kama wewe. Until you come to know that yule mtu anatusukuma mkokoteni ni mtu kama wewe. Hapa sitakukubalia, nitakufinya mpaka usikie umefinywa vizuri. Uliza wakina Masi watakwambia hapa. Hakuna mtu alikuwa na kiherera kama Masi hapa, maana alikuja hapa akiwa nabii kutoka kule CFF. She came here as a nabii. Alikuwa anatembea kama nabii. Ukimwona na fly ni kama ile ya Equity fly, wings to fly. Lakini alijua ya kwamba before you become that prophet, you need to serve humanity. You need to be God. You need to be humble. Hapa ni humbleness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni nini? The first key to qualify here. Wewe uliza Roda huyu baka kuna siku alikuwa na meduli nado akurutawira ushuraruta. Maana alikuta nikiosha nyumba hapa. Huyu Roda huyu. Na huyu Roda anajua ni mtu mkubwa. Najua ni mtu wa klasi kubwa. Hani wale wanataka kucheza golf. Na huyu mama. Ni wale usimuone hivi. Huyu mama anacheza golf na anacheza na kina Chris Kirube. May soul rest in peace. Anacheza na kina Equity wa Mwagi. Huko hiyo ndio wanacheza golf pamoja. Sasa alipokuja hapa na anajua jina Dora, ni ile jina kubwa. Akakuta ni mimi nimeshika brush nikaosha. Kanisa man of God. Niliona alistuka ni kama ameona chimbaze ndani ya nyumba ya Mungu. Akakuta nikiosha. Akasema man of God,
hauna vijana wa kukusaidia kazi? Nikamuuliza, wa nini? Kazi gani nataka kusaidiwa? I'm doing the work of God. This is a house of God. Hii ni nyumba ya Mungu. What else do you want me to do? Hapana, hii si kazi yako. You need to have people to assist you. You are highly anointed. Nikamwambia, this is part of the highly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka siku hiyo alitii. Mpaka the next Sunday alienda kavaa kiguo cha mama mzee. Ndio aonekane amekuwa hapo. Nikamwambia si guo, ni kichwa, mentality. Ni akili ibadilike. You serve humanity. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to serve. Don't be arrogant here. If you become arrogant, I will not chase you out, but I will make you ukwe soft. Utaiba kawimbo kasuri. Ndoko ina kawimbo. Ndoko ina nejageti okoraya. Alafu unaiba kale kaibo. Kuna spirit kile inaitwa Abu Solomon. Ni Solomon, Abu Solomon is a spirit of betrayal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio unaona kina kama karoda haka kana kuaga nayo wakati mwingine kana ni betray. Nikimpenda sana anani betray. Nikimonyesha kimamura kamigi sana anani betray. Kama unaona, angalia venye amekuja mdomo. Sasa look at the spirit venye anakujaga mdomo. Angalia macho, angalia venye ameniangalia. Mimi sasa amesmile. Angalia kiamuka hapa, aliamuka na bitterness. Lakini kwa sababu anataka nifurahi, amesmile. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we call, we need being flatty to steal loyalty. The spirit of Absalom inakuanga ni kuiba, being flatty to steal the loyalty. Unataka tukua, yani steal the loyalty that I see you like you are loyal, but you are not loyal, you are pretending. And that's the most dangerous spirit because they camouflage. Wanakujaga wanajificha, wanajifanya wanajua kazi, wanajifanya wanajua wanakupenda, wanajifanya wanajua kila kitu, lakini inside them it is not what you are. Inside them they are carrying something just to distract you. Wanataka kuchukua royalty ndio waweze kukumanipulate, waingie ndani yako, wakuvuje from inside. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutikero kamena magoro maito. Na munyite sadaka na mulete sadaka mzuri. Na mjuage kuleta sadaka mzuri siku ya kaya nini. Alafu I will teach you on Sunday the how to overcome these spirits. How to overcome these spirits na ndio tuweze kuendelea. It's time nimeona imeenda sana, tunaelekea saa 9 na si mzuri. Watu kama Agnes wanafaa kurudi kazini. Niwe ninasho kawera. Na nikwenda na ba Melanie. Tawa Melanie kana tawate. Sawa. Simameni kwa miguu yetu miwili. Wale watu wa M-Pesa waweke M-Pesa. Wale watu wa cash waweke cash. Thank you. Nedo isho. Okay. Nateri. Dona wanyitanyita ugo dona hiya natari ke. Just worship as we pray against these spirits ambazo they have worked against our destinies. And this is the lesson we are struggling. Listen, we are facing the challenges we are facing. Thank you. Rise up. Kila mtu asimame juu. Bring your sacrifices here and offering. Unifanye kesi wewe
jinsi wewe upendavyo. Wakati unapoimba unifanye jinsi ikupendavyo unavyopenda, you are inviting God to come into your heart, that he may remove every impurity in you. And this is a prayer I want you to do now, that you may decide to kneel down, you may decide kulala chini, you may decide kuja kneel around the altar, that seek God to remove every impurity in your heart, to make you the vessel that he will want you to become, to make you that woman that he will want you to become, to make you that man that he himself, not you, he himself will want you to become. You are created with a purpose, with a reason, and in that reason, that is what brought you to this ministry, because this ministry is about healing the wounded hearts. It's about touching the people that are wounded, their hearts, their bodies, their spirits are being wounded. And this is the reason you are here, because he is creating you the vessel to go out there and preach the gospel of hope. He's creating you the vessel to go out there and instill love among humanity, that you bring something new in the humanity. It is a prayer I want you today. We have been having this topic, Itaisha Sunday. Yeah, the blood what? The blood suckers. This thing that has been sucking your blood, this thing that has been sucking you from the plan of God, this thing that has been destroying you. You failed in every project you've started. You failed in every move that you've started. This is coming to us an end on Sunday. Na tutamalizia hapa on Sunday mchana, then we'll go to Tasia for the crusade, where we are going now to raise the altar ya Mungu ya kumaliza vitu hivi vyote. So let us pray for this. I know people, kuna watu tumekuwa kwenye maombi, tuendelee na maombi, msikuwe offended. Tell your neighbor, do not be offended. Ambia Dorcas, do not be offended. Do not be offended. Thank you. Now stand, sir. Wewe ni mwanajeshi, simama imara. Let's tupigane vita, tusishindwe na vita humu hapa katikati. Do not offend somebody, do not be offended. Just taka kufanya venye huyo mwingine, kufanya venye hivyo venye ungetaka kufanyiwa na mtu mwingine, do like so. Lift up your voices, pray to God, cry to God. Mwambie Mungu, nipe moyo wa kukupenda, moyo wa kukaa karibu na wewe, moyo wa kukaa kama wewe. Just take your time, pray as the worshipers will be singing. Wewe uombe, usiibe, na mkuje hapa mkitaka hapa ama mahali popote huko. Kneel wherever you are if you can, stand wherever you are if you can, do anything. Kama uko na mchanga, sacrifice anything, wekelea tu hapa. I will deal with it after we have finished the worship. Tuendelee, tuende kazi. Fungua kinywa chako tu, mwambie Mungu, I'm here. I want to surrender. Just surrender before God. Repent, and before you start surrendering, repent. You repent the sins that you've committed, knowing and unknowingly. Yes. Panaitwa, where aje? We are starting from Friday. Crusade inaanza Friday. Ni mahali panaitwa Tasia, a place specific called panaitwa Harvest. Ukienda huko Tasia, kwa stage ya Tasia, panaitwa, mtumishi kuja. Amen. Bwana asifiwe. Ukifika Tasia stage, unaenda na hiyo barabara inaenda Catholic, Tasia, Donom, Joko Road. From Joko Road out in Lord,
sawa. Pipeline, do you know pipeline? So ukitoka hiyo barabara ya Njoko Road unafika stage ile stage kubwa ni Ndonom. Ndonom ni Kware, Tanchimo. Hata stage ya pili from Ndonom ndio Tasia, sawa. Ukiuliza tu ukifika Ndonom uliza Tasia, wanaenda wanasema Tasia. Ukishuka Tasia kuna hiyo njia inaingia hapo Catholic, ni kanisa kubwa Catholic. Sasa tuko mbele inaitwa Harvest. Harvest ni kanisa na kuna uwanja. Yeah. Nafikiri tutaweka bana direction. Tuweka bana hapo. Kwa hivyo kuna kanisa kubwa mahali panaitwa, ukipita Donholm, past Donholm as you're going to Embakasi, hapo ndio utapata Tasia. The next estate hapo ni Tasia. Kuna barabara ya lami inaingia. Ulizia kanisa inaitwa Harvest. Uwanja yao ndio tunatumia. Kwa hivyo kutoka Friday mpaka Sunday. Lakini Sunday tutakuwa hapa service Sunday, alafu taenda jioni. Hallelujah. Time ya Friday tunafika huko saa 8 sharp. Hallelujah. Saa 8 sharp. Saturday saa 8 sharp. Sunday tutatoka hapa after service ya saa 7. Sote tunateremka huko. Tunaenda kufanya mambo. Sema mambo. Asante sana. God bless you. Father, we thank you and we give you glory. We honor you. We worship you. Tuendelee. Because you are Lord. Tunakuabudu, tunakuja mbele zako. Adhuhuri hii Baba nakuita, ukaweza kuonekania kila mtoto aliye nyumbani. Ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwanehemesha na kuwainua kwenye viwango mbalimbali. Ukawafanikishe. God, you are the master. You are the King of glory. We worship you, Father, for your greatness. Open up your lips. Fungua kinywa chako, nenda mbele ya Mungu, jitetee, jipiganie. You know how to pray. Just tell God, I want you to humble my heart, humble my soul, humble my life. Change me. Let me become what you want me to become. Let me become the best vessel that you want me to be. Use me, Father, as a vessel. Karibieni hapa tuombe ndio tufunge ibada. Just come here. Bethel Clouds TV, empowering lives. Today it was you and your God, me no there. If you're expecting to see me today, it's very difficult. Bethel Clouds TV, empowering lives. So as we have led, tumeona the spirits, the kind of spirits that hinder you from your destiny. It was all about your destiny. The destiny is not connected to your destiny. Bethel Clouds TV, empowering lives. Your destiny. After learning, after you've been taught the word of God, you are able to connect your destiny. That is why you are Bethel Clouds TV, empowering lives. Nimepitia hii kwa sababu you have learned. These are the demons ambazo zimekuwa zikifanya kazi katika maisha. The demonic spirits, the demonic powers, the demonic spirit of this kind. Bethel Clouds TV, empowering lives.
Bethel Clouds TV, empowering lives.